Bwana, hili ni darasa bwana. Hili ni darasa kabisa kutoka kwa gwiji na nguli, ana miaka zaidi ya 25 kwenye mambo haya ya utabibu haya. Dr. Manyaunyau Jongo bwana. Mwenyewe jina la huko anapotoka huko Sambani huko tunamuita kwa jina la Jongo. Sasa hapa tunaendelea bado kupata darasa nyingine. Bado na kitu kingine ambacho tunataka tufahamu. Dokta, ndio. Tunataka tufahamu kidogo kuhusu zana ambazo umesema unazitumia ambazo ni za asili. Tumeona hapo, mimi kwa mfano ukiniambia mimi nitaanza kuona hilo ni nyoya tu. Siwezi kujua hiyo ni nini. Huu ni mkia wa nyumbu. Nyumbu unawajua? Nyumbu nawajua sana. Hii ndio nani, sio nyoya, huu ni mkia wao. Huu unao. Mimi naona kama nyoya tu au brush. Huu ni wa asili lakini umezindikwa. Yaani maana yake huwa unapewa power. Kwa hiyo huu kwa mtu mbaya yoyote ukimsikisha maana yake lazima aongee mabaya yake na lazima aongoze sehemu ambazo kuna yale matungundungu yake yale mauchawi alipoyaficha. Kwa hiyo anaenda anatingisha, anasema viko hapa bwana mkubwa. Kwa hiyo pale ndiko mimi naweza kuvikamata na kuviondoa. Mwenyewe anakupeleka. Yeye mwenyewe. Mimi huaga naweka duala, napiga tambiko zangu, yeye mwenyewe analeta. Kwa hiyo una maana kubwa sana. Vibaya mno. Na lazima uwe nao huo. Katika kazi huwezi kufanya kazi bila huu. No? Yaani huu ndio muongozo. Lazima uwe na huo, lazima uwe na kioo cha kazi ili uweze kuona yale matukio ili usidanganywe. Maana hata wachawi nao wanakuaga wakati mwingine wanadanganya. Kwa hiyo sasa unaweza ukadanganywa huko ukapelekwa sehemu ambayo wewe sio. Sasa wanakutengeneza kidogo kukuona wewe kweli ama magumashi. Ndio. Kwa hiyo sasa ukishaona hapa akakudambia wewe usinitanie kabisa. Kwa sasa ndio unakwenda unayatoa yale madude. Kwa una maana kubwa sana. Na nimeona kwanza kabisa nilipa ile kama mimi naweza kusema kama ile chezo wanauza karanga na picha. Hizi ni nyanga za kawaida. Sema tunavyozipiga kwa ajili ya mzuka. Piga zile mzuka ni nyimbo zile za tambiko zikipigwa, uwani wangu wale sasa wanapanda. Sasa milango inaanza kufunguka sasa bana, wapi twende. Kwa hizi ni nyimbo za kupigia kwa ajili ya mzuka. Sawa dokta. Kwa maana hiyo hapa kwako wewe mtu akija amerogwa anapona kabisa. Yaani hiyo ndio kazi yangu. Mtu akija na matatizo amerogwa na manuksi na mabaraya aina yoyote, ndio kazi zangu hizo, kwa sababu nina uzoefu katika hizi mambo ya tiba. Na ndio maana tumeweka madawa hapa kwa ajili ya kuwatibu watu. Kwa hiyo halina shida kwangu. Hujawahi kupata ile wanakuambia mganga atakaa mjini bwana, mganga anakaa shamba huko polini. Sasa hapa kwako naona tofauti, tumekuja tumekuta nyumba. Hizo ni imani za watu, kwa sababu kinachotibu sio polini, sio mjini. Kinachotibu ni imani. Mganga ukishakuwa na imani, ukishakuwa na dawa unazijua, hivyo vitu vingine vyote vinakujaga tu natural. Kwa hiyo wala havihusiani mtu kukaa polini, mtu sijui kukaa wapi, kwa sababu tiba yoyote ni imani ya mtu. Unajua kitendo kikubwa watu ambacho wanashindwa kuelewa kwenye tiba, na hii naomba hata wale wengine ambao wanahitaji kwenda kwa waganga, kuna vitu ambavyo wavielewe. Kitu cha kwanza kabisa katika tiba kabisa ambayo namba 1 ni imani. Kwanza mganga unatakiwa uwe ni mtu ambaye mtaalamu wa saikolojia ya watu ambao wanakufika. Sawa. Sio, umenielewa? Dawa hizi ni mbwembwe. Unajua kuna watu wakati mwingine wanaweza kujua wanapona kwa dawa, kumbe wanapona kwa imani. Hata mle hospitalini wanatumia sana imani. Unajua daktari lazima awe sio, kwa kizungu tunaweza kusema watu ni watu wa aina gani, lakini sifahamu. Ni mtu ambaye anaweza kukueleza wewe na wewe kama mwenendo. Maana kitu cha kwanza kwa daktari ukienda huwa hakupi dawa. Sawa. Anataka historia yako. Anakuambia nieleze tatizo lako lilianzaje. Utamueleza tatizo lako, atalisikiliza, ataangalia. Yeye ameshajua tayari kwanza kutoka pale. Ndio maana ukitoka pale moja kwa moja anakuambia nenda kapime kipimo hiki, nenda kapime kipimo hiki. Kutokana na yale tu maelezo yako. Kutokana na maelezo yako ambayo sijui umenielewa. Sasa
Na daktari anapokuwa mkarimu kumuelewa yule mgonjwa na kumpa maneno mazuri ya faraja kwamba usiwe na wasiwasi, utapona, ili tatizo tumeliona, kuna 1, 2, 3, ile imani ambayo yeye anakujengea. Kwa hiyo wewe nenda katumie hiki. Kwa hiyo moja kwa moja wewe utakwenda utatumia, lakini lazima imani iwepo. Iko ni kitu cha kwanza. Dawa zitafuata. Kwa hiyo kama mgonjwa hana imani, hata umpe hili kichumba kizima kimejaa dawa. Kwani nikuulize swali? Ndio daktari. Kuna watu wanafanyaga maombi online. Sawa. Nasikia mtu anaambiwa kama uko nyumbani kwako, chukua maji yako yashike. Ndio. Sawa. Ndiyo. Maji kila siku unakunywa haya. Ndio. Mbona watu wanawekwa kwenye imani, mtu anachukua maji, anakunywa, anapona. Na mtu anatoa ushuhuda, nilikaa kwenye maombi. Nilikaa mimi kwenye maombi, nikayafanya, mtu akanywa maji akapona. Maji ya upako. Maji ya upako, maji yoyote tu ya maombi, yawe ya shekhe, yawe nani, mtu anamwambia tu, yanasomewa. Sawa. Sasa watu wengi sana wanapokuja kwa waganga, wengine hawanaga imani. Ndio maana kuna watu ndani ya wiki anaweza akamaliza waganga karibu 20. Ndani ya wiki moja. Na kila mganga anapokwenda anatoa pesa. Akipewa tu leo dawa hizi amalizi, kaziweka uvunguni. Na hata hospitalini unaonage kuna watu wengi wakati mwingine madawa tu wameyajaza ndani. Ukahangaika hospitali, mtu dawa hajamaliza vizuri, imani ni ndogo. Watu wanapokuja kwetu sisi, imani zao wao zinawajenga kwamba sisi kama miungu, kama sisi kama malaika, sisi kama sijui kama, yani kuna vitu ambavyo wenyewe wanakujaga kwa kufuru. Sasa anachojua yeye akienda pale kaenda kama sio kwa mtu aina gani. Kumbe haipo hivyo. Mganga ni binadamu. Ndio maana mnaishi naye. Yuko mtaani wala hana nguvu za kimungu wala nini. Ni ndugu zetu. Ni ndugu. Ni mtu wa kawaida sana. Na unapopewa tiba kwa mtaalamu, weka na imani kwa Mungu, kwa mizimu ya kwenu, kwa malaika, kwa wazazi wako, kila kile ambacho kipo kwamba wewe utapona. Usiweke imani zingine. Sasa amekuja mtu, umempa dawa, anaumwa, akaenda zake kutumia. Huenda pengine Mungu akufanya shufaa zake, kwa sababu unapopona, unapokwenda sehemu, Mungu ana sababu za kukusababisha wewe kwenda sehemu. Kila sehemu tunaamini unazokwenda sehemu fulani kuna nguvu fulani, kuna maelekezo maalum. Sasa kama umepata uwezo, umekuja kwangu mimi, na mimi pia hivi vitu vyote ambavyo unavyoviona hapa, mimi sikutoka navyo tumboni kwa mama yangu. Sawa. Sijui sikuzaliwa navyo, nimevikuta duniani. Ndiyo. Na katika imani za kidini tunaambiwa kila kilichokuwepo hapa ni cha Mwenyezi Mungu. Ndiyo. Hakuna mwanadamu ambaye amekuja na kitu chake. Ndiyo. Kwa hiyo amini hivi vitu ambavyo sisi tunavyovitumia vipo kisheria, vimeletwa kwa sababu maalum, kwamba huu mti huu, hiki kitu fulani anatakiwa mtu fulani aweze kuvipata. Sasa sisi waga tunakasirika, hasa mimi. Unamtibia mtu, amekuja, umempa dawa, aende akatumie, pengine hakufanikiwa. Ndiyo. Asipofanikiwa, anaanza kufika mitaani, nimetapeliwa pale, yule mtu afai kabisa, nitapeli kabisa, anakuchafua dokta. Unajua wakati mwingine unayasikia. Sasa ukiyasikia akirudi kwako, basi unajiuliza, okay, mimi nitapeli. Utapeli wangu nini? Unajiuliza wakati mwingine, tunakaa tunajiuliza, utapeli wetu ni nini? Kwa sababu sisi tunatoa service kama wanavyotoa wengine. Sawa, kama hospitalini. Yeah. Kuna mtu anaweza akatoka hapa akaenda hospitalini akapewa service pale, akarudi nyumbani ule ugonjwa ukazidi. Lakini akarudi tena pale kwa daktari. Kurudi pale kwa daktari anambia okay, kama ugonjwa umezidi na dawa labda zimekukataa, anamwandikia tena labda nenda kafanye kipimo hiki tuangalie kwa nini dawa zimekukataa. Kile kipimo analipa tena, japo mwanzo alilipa na dawa zimemkataa. Anakwenda kule anafanywa check up, akirudi anaambiwa okay bana, hapa kuna mistake na hii, sawa. Kwa hiyo hapo anaandikiwa tena dawa nyingine. Anapewa karatasi, anakwenda dirishani, analipa tena. Asemi kwamba mbona mwanzo nilikuja hapa kwako. Si umeelewa? Na inaweza ikatokea bahati mbaya mtu akaenda pale
akafariki hospitalini. Si kuna mortuary hospitalini? Sawa. Sisi hapa kwetu umeona kuna mortuary? Hakuna. Sasa kwa nini kule kuna mortuary huko hakuna? Nitakwambia huko. Sawa. Sasa kama kule kuna mortuary, maana yake tunamaanisha hakuna mtu yoyote ambaye bingwa kwenye tiba. Sawa. Sijui umenielewa. Hakuna bingwa kwenye tiba. Kila mtu anaomba Mungu, kila mtu anabahatisha. Tiba ni kama kubeti. Sijui umenielewa. Na ndio maana leo hii hata ukiamua hapa kwenda hospitalini, magonjwa yale na majengo yale yote unayaona pale, wale madaktari na ujanja wote, magonjwa ambao wanayaweza pale kuyatibu, sawa, ni matatu tu. Hayo ndio ambayo yanatibika. Hayo mengine yote ni kubeti tu. Sawa. Sijui umenielewa. Pale mtu pale unaweza ukaenda labda malaria, UTI, yaani vile vigonjwa vichache ndio daktari anavyoviweza tu pale. Hayo magonjwa mengine yote anabahatisha. Unamkuta mtu kavunjika pale mguu nini, kaenda pale daktari hapo Moi unakwenda, sawa? Ndiyo. Moi unaambiwa mtu pale kuna madaktari bingwa. Mtu katoka hospitalini, sawa? Ndiyo. Lakini akitoka hapo hospitalini kashonwa na nini, lakini anapewa na magongo. Ndiyo. Kwa nini sasa apewe na magongo? Na ndo katoka kutibiwa pale. Kwa nini asitoke moja kwa moja? Wewe una HIV, umeenda pale, si ndio hospitali zile? Ndiyo. Mbona watibu? Wewe una kisukari, mbona watibu kisukari? Ikaisha. Wanakukataza kwamba usile baadhi ya vitu. Wewe una pressure, mbona pressure bado inaendelea? Hawakupi kikapona. Wanakupa vidonge fulani vya. Kwa hiyo ndio maana nasema kwa nini wasikilie kabisa, na wale ni madaktari wamesoma na kila kitu. Sijui umenielewa. Na wana majengo makubwa mazuri. Magonjwa makubwa mangapi pale watu wanakwenda. Sasa ndio kazi yao madaktari. Lakini wale hawaitu watapeli. Nikishindwa mimi tapeli. Sasa ndio pale watu wanakujaga kwenye imani ambazo hazina tija. Mimi ni mganga kama waganga wentibu, kama wanavyotibu wengine. Leo hii hapa mtu anatakiwa atibiwe aende zake India. Mtu analipa gharama zote, anafika tu kwenye ndege mtu kafariki. Hadai hela wala na hata msikia kizungumza nimetapeliwa. Au pengine anafariki huko kwa India. Wala hawasemi sijui nini wala nini. Sasa hapa aje tu mteja hapa mara moja tu akapata bahati mbaya akafariki hapa. Utafungwa kabisa. Yaani utafungwa kabisa. Hakuna sheria ambazo zinawalinda kidogo. Sheria tunazo, lakini bado tunaonekana sisi, yani katika zile sheria zetu na serikali japo inatugia vile vibali, lakini bado hawatuamini. Sisi tuna vibali vya serikali hapa. Ndiyo. Tunapewa kabisa, tunakata. Ndiyo. Vizuri tu, tunatambulika. Lakini likitokea jambo, kitu cha kwanza mganga kamchukua, anaishi naye huyo mtu. Ana nyota kali yule. Yule kafariki kwa mganga. Yule ana nyota kali kachukua yuko juu ya dari. Tayari. Yaani kila mtu ataongea lile ambalo yeye anataka kuliongea. Kwa hiyo ifike hatua tuheshimiane. Unapokwenda kwa mtaalamu haukufanikiwa, nenda kwa mtaalamu wako tena, muulize kwa nini sikufanikiwa, kuliko kupaniki, kuliko kuhangaika kwenda sehemu zingine, kwa sababu dawa sio chumvi. Unajua dawa hizi zinaendana kwa mikono ya mtu. Mkono wa mtu, kama wewe ulitakiwa upone kwangu, utapona kwangu. Sio kila dawa zitakukubali. Ndio maana hata mseto kuna watu wakinywa unawakubali, kuna watu unawakataa. Ni sawa kabisa. Kwa hiyo hata hizi dawa zingine watu lazima waelewe kwenye mining yao kwamba hivi vitu vinawezekana au vinaweza vikashindikana. Wasiamini kwamba kila kinachopelekwa kwa mganga wa kienyeji eti kitawezekana. Hapana, hivyo vitu. Hivyo vitu kwa kweli ndugu zangu wananchi havipo. Kwa kama kuna mganga yoyote atakwambia mimi ndio kusema, hakunaga hivyo vitu. Kusema ni mmoja tu, ni Mungu. Kwa hiyo haya mambo mengine nyinyi wenyewe ndio mnayoyataka. Na pengine naweza kusema hela zenu pia zinakuwa hazina kazi. Ndio maana mtuliko waganga wenu wamoja. Wewe kama ungelikuwa hela yako hasa unaionea uchungu, ungetulia sehemu moja. Kwa sababu miti iko karibu 10,000 huko. Wewe umepewa mti mmoja tu. Unataka kuanza lawama. Miti iko kibao. Wewe umepewa dawa bado. Rudi pale, si umelipa. Tena sisi ndio watu wenye mioyo kuliko sehemu zingine. Sisi mtu hapa kufanikiwa mimpa dawa, akija tunampa tena nyingine. Lakini hospitali ukienda unalipia tena. Ndio. Lakini bado hamtaki kutusamini, mnatuona si magumashi.
Na yote hiyo tena usije ukaonekana kama mimi hapa hivi unaonekana mganga, una magari, una majumba. Ndo kabisa yule. Tapeli wewe unaendesha livi yaite mganga. Jamani. Mganga gani anatumia smartphone? Bwana we. Wale wa zamani walikuwa watumii kwa sababu kulikuwa hakuna hizo smartphone. Sasa watazitumia, watazitoa wapi? Mbona sasa hivi wanatumia? Kuna mganga sasa hivi hata kijijini babu yako atakwambia niletee simu. Wale wa zamani walikuwa watumii kwa sababu walikuwa hizo smartphone hazipo. Dokta, nimekuelewa vizuri sana. Kuna swala moja nataka tuliweke sawa hapa, swala kuhusu kafara. Swala la kafara limekaaje? Sababu inaonekana kutoa kafara watu wanaonekana wanahusisha kama mambo ya kishirikina sana, lakini tukiangalia hata kwenye vitabu vya zamani vya dini ambazo tunaziamini ambazo zimekuja na tunazo, wale watu wa kwenye vitabu walitoa kafara, lakini sasa hivi mtu kimwambia nataka nitoe kafara au neno kafara limekaaje? Lakini kwa wazungu wanaita ni sacrifice. Mimi bwana, ndio maana nasema kila mtu ana imani yake. Mtu atakayeamini kafara inaweza kumsaidia afanye. Mtu anayesema kafara haiwezi kunisaidia asifanye. Lakini kafara zipo na hazitoweza kuisha, kwa sababu asilimia wengi sana wamepita humo katika hiyo mikono ya kafara. Kwa hiyo hakuna kosa. Kafara ni uchinjaji, lakini kumwaga damu. Ndio nasema haina shida. Kwako haina shida? Haina shida. Sio damu ya mtu lakini. Sio damu ya mtu. Wanyama. Damu ya wanyama. Ngamia, mbuzi, kuku. Kondoo. Hizo kafara za binadamu hizo wado wafanye wachawi sasa. Huko tena ukishafika huko wewe ndio ushakuwa mchawi. Ndio ile utoe kafara, upindue gari za watu huko barabarani, utume vibwengo vyako huko vinyonye damu. Wako watu ambao wanaona hizi za wanyama ziwatoshi. Sio wanataka kumiliki dunia, sio wanataka kumiliki nini. Kwa hiyo watu wengine wanafanyaga hizo, lakini mimi nadhani labda wakati mwingine wanadanganywa. Wanaweza wakafanya hivyo na hakuna chochote ambacho kinaweza kuwaletea mafanikio. Zidi ipungui kuwapotezea watu uhai wao. Kwa hiyo kama unataka kufanya hivyo vitu, unaweza kutoa zako mbuzi, ngamia, kondoo, kuku, wote wanakubalika. Lakini Dokta, hapo kwenye kafara anasema zipo kafara za aina tofauti tofauti. Ukitaka ule utajiri mkubwa kabisa ule. Tunao matajiri wakubwa hapa Tanzania. Siwezi kutaja kwa majina. Ndio. Na siwezi kusema kwamba wametoa kafara. Ila naweza kuambia ukitaka kuwa tajiri kama fulani lazima utoe kafara kubwa. Lazima utoe mama, lazima utoe baba, lazima usijui ufanye kitu kama hicho. Ni kweli lazima uwe tajiri, lazima utoe kafara? Iko kitu kwanza sio kweli. Utajiri ni mipango. Utajiri ni juhudi zako. Utajiri ni wewe akili zako. Haya mambo mengine ndio maana nimekuambia yapo kiimani tu. Asilimia kubwa watu wanapata pesa bila hata kutoa kafara. Na ndio pesa ambazo zinakuaga zinadumu miaka nenda rudi. Hizi pesa za kafara hizi zinakuaga zina mambo mengi, hata mtu mwenyewe ukimwangalia una nuru. Wengi sana hao ambao asilimia hao wengine hao mnawaona tu, labda mtu kaenda tu kwa mganga kujiogesha tu kutoa vinuksi, lakini hajatoa hata kafara. Kwa hiyo si wote ambao wanaopata pesa wanatoa kafara. Kwa hiyo inategemea na imani ya mtu jinsi inavyomtuma. Kwa hiyo unaweza ukapata pesa kwa juhudi zako za utafutaji tu. Kwa hiyo jitumeni. Tafuteni hela. Hela zipo, mipango ipo. Sio lazima mpaka mkatoe makafara nini. Dawa za kawaida ziko za kuosha vijimwili vyako. Sio unakaa huko mtu anakuambia oya chinja huyo, kata vidole huyo nini, ndugu yangu. Utaishia jela bure. Alafu na mafanikio yenyewe usiyapate. Hakunaga vitu vya namna hiyo jamani. Haya Dokta. Sasa Dokta, hapa kuna swali moja, kuna comments hapa ambazo hizi comments zimekuja kutokana na wewe mwenyewe na maisha yako ambayo unayo. Sawa. Kwenye miaka 3-4 hii umeonekana una safari sana za nje. Tena zile nchi ambazo za ugaibuni ambazo ni nchi ambazo ni kubwa na nchi ambazo ni tajiri. Tumekuona Canada, tumekuona USA na tumekuona baadhi ya nchi zingine Uingereza. Labda nimalizie na Uingereza na China tumekuona. Huko unakwenda kufanya nini? Mimi kule kwanza naenda Marekani kwa sababu nina mtandao mkubwa wa wateja wangu. Nina wateja wengi sana Marekani, nina wateja wengi sana Canada, nina wateja wengi sana huko Uingereza, nchi zote takribani mimi nina wateja. Unajua ndio maana nimesema kwamba sasa hivi hizi social media hizi zinatusaidia sana. Kwa sababu watu sasa hivi muda wote mtu anapotaka kuwa na tatizo lake sasa hivi mtu ana Google tu.
Na Google nahitaji mtaalamu, basi unakuja akiangalia CV zako zile, huyu mbona amenivutia, amefanya hiki na hiki. Kwa hiyo mtu ana confirm na wewe, basi mnakubaliana, unakwenda unafanya. Kwa hiyo mimi nashukuru kwamba jina langu nimelitangaza kimataifa. Kwa hiyo na katika sehemu ambazo nina wateja wengi ni nje kuliko Afrika kwa sasa hivi. Nje watu wana matatizo sana. Asikwambie mtu bro, watu wa nje wana shida, alafu hawajui wapi wa kuweza kuzitatua. Na watu wa nje wengi wametapeliwa sana online. Kuna hao waganga ambao wapo online, kwa sababu wengi waliokuwa kule kuja huku wanashindwa, na waganga waliokuwa huku kwenda kule wanashindwa. Kwa hiyo wanakutana kati kwenye masimu online. Kwa hiyo wengi sana wametapeliwa kwa njia kama hizo. Kwa hiyo mimi nilipokuwa mkombozi, nilipopata kufungua njia za kwenda kule, kwa hiyo kidogo imenijengea status kubwa, kwa sababu mtu ananiona physical. Mtu anakuja, mnakaa, kwa sababu kuna matambiko mengine ya kimila mnatakiwa watu muonane physical. Kwa hiyo wale watu walikuwa wakiniona pale wanafarijika, wanafanya mila. Unajua kuna wengine hawaumwi, hawajalogwa, kumbe mila zinawasumbua. Hapo unazungumzia wazungu sasa? Mimi sina wazungu. Mimi watu wangu ambao sana sana ninaowatibu kule ni wa East Africa community, kwamba watu kutoka Kenya, kutoka Ghana, kutoka Nigeria, South Africa, yani hizi nchi zote za Kiafrika. Ndio watu wangu, kwa sababu nao si wapo kule. Wanaishi kule na wao wanafahamu hizi asili zetu. Kwa hiyo wazungu si sana, ni wachache wanakuja. Lakini hata kama mzungu anakuja, lakini haji yeye direct, lazima ni mzungu ambaye anaishi na dada yetu labda Kiafrika. Yani yule mtu ambaye anaishi na Muafrika ambaye labda amemuona mzungu ana matatizo fulani. Kwa anamshauri, bwana, matatizo kama haya sisi kikwetu huwa tunayafanya hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo ndio wale ambao mimi naweza kuja kuwaona. Yupo manyaunyau hapa. Bwana, yuko mtu hapa. Wanakuja wazungu, lakini lazima wawe na connection. Connection na Waafrika. Sasa nje mzee unaonekana unaenda sana mzee. Alafu unaonekana sasa hivi maisha yako yamepanda. Watu wengine wanakuambia yule jamaa ameenda kuwa Freemason. Yule jamaa mara sijui anauza madawa ya kulevya. Tunazisikia sana hizi na comments. Sababu sisi ni watu wenye habari, tunapata sana hizi comments. Mimi naweza kusema hakuna mafanikio ambayo hayaji kwa kelele. Ila watu wanatakiwa waamini kitu kimoja. Kuwa mganga haimaanishi mtu ambaye hana akili ya maendeleo. Manake wengi wanajuaga mtu kisha kuwa mganga wewe ni fala, kisha kuwa mganga wewe ni wa matunguli. Sawa. Mimi ni mfanyabiashara. Sawa. Mimi katika maisha yangu, hata tangia kipindi hiko nipo mdogo, hata kabla sijafanya hivi vitu nilikuwa najishughulisha na mambo yangu madogo madogo. Nimeaso sana na naheshimu pesa, na ni mtu ambaye ni mbunifu, japo sijawahi kusoma. Mimi sijawahi kusoma hata darasa moja. Ndio maana hata pia watu wanashangaa naendaje kule, nawezaje kuishi kule, napataje visa zangu. Mambo mengi watu wanajiuliza sana. Kusoma darasa moja? Hata darasa moja sijawahi kuingia, hata chekechea katika maisha yangu mpaka hapo naponiona. Ila nina akili ya kuzaliwa. Hiko ndio kitu ambacho namshukuru Mungu. Yani sina akili ya darasani. Nina akili ya mtaani. Sasa ogopa sana mtu ambaye ana akili ya mtaani afu akafanikiwa. Anakuwa na akili ziada. Yani anakuwa ni mtu ambaye yani sio mtu wa nani. Mimi nashughulika na masuala ya daladala, kama ushai kuyaona mabasi yangu. Sawa, najua. Nimeanza nao yale kitambo sana, nimeanza na 1 2. Nimeanza na mikopo benki, nikaja paka nikaachana nayo paka kuja kujipata. Yani nimeaso sana. Unajua mtu asiniangalie hapa nilipofika, angalie mimi nilitoka wapi. Kwa watu wengi sana muangalia mtu pale alipo. Uganga ni natural tu ambao viko pembeni extra ambavyo kwa sababu ni kipaji. Lakini mimi hapa paka sasa hivi nafanya uganga, lakini nawekeza. Sawa, nina mambo mengi sana katika biashara zangu. Kuna daladala yangu, nikipata vijisenti vyangu vile na vimeki, na cheza vya account benki, yani na vitu vidogo vidogo, nikajenga vya apartment vyangu napangisha, ninakusanya huku na kule. Ni ule uoga tu, baadaye uganga una mwisho. Unaweza ukashangaa siku kapigwa upofu mumu. Kwa tunawekeza. Kwa mimi sio Freemason jamani.
Mimi ni tabibu kama matabibu wengine. Income yangu inatokana na biashara zangu ambazo ninashughulika nazo. Kwa hiyo kama wewe umelala unategemea eti Freemason ndio itakupa hela, Freemason kwanza wachukuaji watu ambao hawana nyenzo. Ukiona mtu unachukuliwa Freemason ujue una nyenzo. Kwa hiyo usije ukakaa unauza zako tu genge huko kirahisi rahisi ukajua utaenda kujiunga na Freemason, sijui utapata hela, sijui kule zinamwagwa hela. Ndugu yangu, utatapeliwa bure. Pambana, tafuta. Watu wote ambao wanakutana huko kwenye hizo machama ma Freemason ni wafanyabiashara, wana nyenzo. Wapo kama wana upatu wao. Huwezi ukaenda eti sehemu eti Freemason tu wewe wakachukua mahela eti wakupe wewe nini. Jamani, sasa hii dunia watu ilikuwa ina haja gani ya kufanya kazi watu kujituma? Watu wote wangehamia huko. Kwa hiyo hakunaga hivyo vitu. Wale wakule wana madhehebu yao. Yale kama vile ni kanisa lao au kama vile ni dhehebu lao wao la kuabudu na kufanya mambo yao, kukutana na mikutano. Lakini wale wote wana nyenzo zao. Wana chanzo cha kupata riziki. Hayo mengine nyinyi mnaona tu watu kienda kule sijui wanapewa hela sijui nini. Ndugu zangu, nani alipewa hela ulimuona? Yale mambo yanakuwa ni asili. Wewe huyu mtu aliyokuambia mtu anapewa hela. Kwa hiyo nyinyi mkiona mtu kaenda Marekani anauza. Mimi kwenye hili swala la kuuza madawa ya kulevya. Ndio. Tujibu hapo vizuri kwa sasa. Watu wengi sana wananichukulia hivyo. Lakini nchi ambazo nakwenda mimi ni nchi ambazo zina ulinzi sana. Ni nchi ambazo zina ulinzi sana. Na kama kweli ningelikuwa naweza kuuza hayo madawa, wewe unafahamu. Hivi nitoke hapa na madawa niavushe niende Marekani. Alafu bado niwe kirofalofa hivi vigari vyenyewe hivi vigari vya used hivi V8 ambavyo vishatumika kweli? Bwimbwi. Nisingekuwa na unga hivi mwanangu. Kwa sababu zile hela huwa tajiri wa Dr. umejipata bwana. Hapana, magari hayo yapo, vigari vyenyewe pale kuna Harrier. Kuna kale ka V8, kuna moja na Carava 4. Ndio nakwambia vile vigari vya kawaida sana, vigari vya milioni 200, milioni 150 hivyo nini? Ni vigari vya kawaida. Wenyewe wale ndugu yangu watu wanaendaga wanachukua kilomita 0 mwanangu. Dude limekaa pale. Saizi gari zangu ungezikuta zinapigwa na IC hivi saizi ndugu yangu. Lakini gari zimekaa hapo hata fence yenyewe hivyo bado najiunga ila kibongo bongo kwa hatua ambayo nilofika mimi, kwa sababu vidole havifanani. Kuna watu ambao nimewaacha mbali, asilimia ni jambo ambalo nashukuru Mungu. Kuna watu ambao na mimi sifanani nao, na mimi sasa hivi ile kupigana na wale watu wa chini kutamani maisha yao kweli nimeshatoka. Sasa hivi mimi namtamani Bill Gates, namtamani sijui Baresa, bwana Dr. Manyaunyao. Yaani mimi sasa hivi na watamani yao, lakini hao huko mitaani hao wenzangu mimi hao sijui nani hao hao nisumbui. Dr. Kule uwezi kusafirisha unga sababu ni riski sana na pia ulinzoni mkubwa sana. Uwezi, utaupitisha sana hizo nchi zote. Utaupitisha wapi? Unaweza unapitaga sasa, na kama umeniambia nini na nyumbu hizi usinga unapita nao wao wanakuruhusu hivi vitu vyangu huwa napita navyo. Na huwa vinaojiwa na huwa wakati mwingine vinasachiwa. Na kwa sababu hata ninapokwenda kuomba visa yangu wanajua mimi nashughulika na nini. Sawa. Na wanaruhusu kuingia kwenye nchi. Ndio nasemaje, wanajua kazi yangu. Kwa hiyo naendaga kitaratibu. Sawa. Sendi kule kwa kukurupuka zile nchi za watu. Kwa sababu kule kuna mtu hata kibeba kiperfume kidude kama hiki tu huwa vinatupwa. Sasa mimi napakia madawa yangu haya mengi miti haya na nini ni kwa sababu nina vibari, nafuata utaratibu, sheria, kwa sababu sio kwamba hivi vitu wao hawavijui. Wanavijua na kule vipo na wanaviheshimu. Sawa kabisa. Tena tunaheshimika kweli. Kwa hiyo huwa nafuata tu utaratibu. Ukifuata utaratibu hakuna kinachoshindikana. Bwana Daktari amejibu maswali yote bwana, kwamba yeye sio Freemason na wala husiki kabisa katika mambo ya kuuza unga. Yeye ni tabibu tu. Na mfanya biashara. Mfanya biashara amejiwekeza kwenye biashara zake ambazo anaziita ndogo ndogo lakini kwamba ni kubwa kwa namna moja ama nyingine. Daktari, lolote la kuweza kuwaambia wananchi wa Tanzania ambao wanataka sasa kukufikia? Unajua wengi wanajua, ila mimi ninachotaka kuambia, kwanza watu ambao mko Marekani, mwezi wa 5 nina ziara na kuja Marekani. Wale watu ambao mko Canada pia nakuja, ambao mko Uingereza nakuja.
Sasa hivi mwaka huu. Kwa sababu sasa hivi nimepumzika kuja kutokana na hali ya hewa ya huko baridi sana, nimeshindwa. Kwa hiyo huko nakuja, na kwa hiyo mimi yani nikiamua kuondoka kwenda nchi yoyote hapa sasa hivi ni mimi tu na kurupuka. Passport niko nayo, mganga muda wote anakaa zake hapa. Bwana cameraman, muonyeshe vizuri kidogo passport utaona wasema. Passport ina miuli mingi sana hii. Imegongwa sana hii. Yaani vibaya mno. Ndio maana nikiwaambia watu wengine wanakuambia wewe bwana huwezi kusafiri. Umeona hii hapa ilikuwa Marekani, isha expire hii. Hii ime expire sasa hivi hapa nina mkwaju mwingine mpya nimegongewa huu hapa. Sawa, sasa hapa mfano kuondoa watu shaka hapa. Hii hapa ni ya Canada. Hebu angalia inaisha muda gani? Hii ya Canada. Au sinani sana huko watu watanani wewe angalia hapa. Watu wasije wakakopi na kupaste. Wewe angesoma hapa inaisha mwaka gani? Niona hapa. Leo inaenda mpaka 28. Mpaka 28. Ni leo hiyo. Hapa sio leo. Hii sio leo, inaenda mpaka 2028. Sijui umeelewa. Sasa hapa nina maviza mimi bado yako hai. Kitabu hicho yani kitabu hiki kimechafuka hapa maviza hapa ya Uingereza. Hii hapa hii inaisha hii ya Marekani. Hii ya Marekani. Iko wapi tarehe yake? Hii hapa. Sawa. Paka nimeona. Sijui umeelewa. Zote ziko hai. Sijui umeelewa. Dr. Manyaunyau. Kwa maana hapa vitabu hivi viko hai. Safari ni mimi mwenyewe tu, mabegi yangu kwenda nchi ambayo mimi ninayoitaka. Ndio. Sijui umeelewa vizuri. Kwa hiyo iko kitu kwanza nashukuru sana, na ndio maana nawaambia watu waache dhana mbaya. Unapoona mwenzako Mtanzania mwenzako anawakilisha sehemu nchi kwa tamaduni zetu, asili yetu, mpe big up, acha kumponda, acha kumkashifu. Wewe kitu cha kufanya ni kuja kuomba connection tu. Bana dokta, wewe mwenzetu umeshatoka, tufanye nini vijana wenzako, tufanye nini ili na sisi tuweze kufika level fulani. Mtu anaweza akakushauri, unaambiwa mvuvi mpe nduano, simpe samaki. Kwa hiyo mimi sitaweza kukupa pesa, mimi nitakupa maarifa ambao ukiyatumia utawini. Sasa wewe ukija kuniomba pesa nikikunyima unaanza kucomment, yule tapeli sijui nini. Maneno yako pia si mabaya, ndio amenifanya mimi nifike hapa nilipo. Unajua maneno ndio yanasababisha mtu utoke hatua moja kwenda hatua nyingine, zile hasira za kusemwa. Sasa unatakiwa ufanye ili paka watu waweze kushangaa. Sasa ndugu zangu, niseme kitu kimoja. Mimi namba zangu, kuna wale watu ambao mnataka ushauri. Wakati mwingine watu tunawashauri bure, msije mkawasumbua. Wewe bwana, wewe mtangazaji huna hata maswali mazuri wewe. Kwa nini ukumuuliza pale dokta swali hili hapa? Sasa wala msiwalaumu. Sawa. Hawa nao ni binadamu. Huenda kuna maswali mlikuwa mnataka kuyajua, hawa wakawa wameyasahau. Ni sawa kabisa. Chukueni hii namba mniulize mwenyewe kwa niaba yao. Maana mchelewaji nyinyi watu. Kwa nini nakumuuliza wale wachai wanarukaje usiku na ungo? Wanatumia mafuta gani? Sasa niulize mwenyewe. Namba za simu ni 0755 63 12 91. 0755 63 12 91. Kama pengine mjaona, kwa niaba yake nitamuomba naweza kazitagi tu kidogo ili mpate kuzisoma vizuri. Muniulize bure wala si wachaji. Namba ziko chini hapo kwenye screen yako hapo kwa chini utaiona namba ya dokta. Hiyo ndio namba ya dokta hapo. Sijui nani. Ili muniulize maswali yenu, na kama mna mtaa wenu mnamtaka dokta aje afanye vitu, inawezekana mimi nikaja nikavifanya huko for free tu. Nyandaeni paka tu. Mimi nakuja kumaliza huo mtaa wenu. Waandae paka tu. Kwa hiyo jamani, tupunguze maneno, tupendane. Mimi ujumbe wangu nasema tupendane. Kila mtu ana fani yake hapa duniani, si lazima wote tushone viatu. Kwa sababu kama mtu upo ndani ya fani miaka hiyo yote na bado niko hapa nyumbani kwangu. Sasa kama ningelikuwa nalalamikiwa ninatuma zozote, nisingekuwa hivi. Nisingejianika na nisingeweka mali zangu nje. Hata usingekuja pale kuja kuzichukua. Wangesema bwana sisi tunazuia hizi. Sina deni la mtu. Umekuja kwangu, umefanikiwa, kufanikiwa ni mipango ya Mungu. Kila sehemu kutiba, narudia tena, ni kama kubeti. Nimemaliza. Una lingine?